Unanielewa eh? Sisi tumetokana na Mungu. Roho Mtakatifu ndiyo pumzi ya Mungu ya uhai. Wakati haiwezekaniki hivyo vikao vikaishi, ilipoingia roho ikafanyaje? Ikaishi. Adamu alikuwa nafsi hai baada ya Roho Mtakatifu kuingia ndani yake. Anaitwa roho wa uzima. Jamani, amina. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kusemaga yale magonjwa aliumwaga shangazi, aliumwaga bibi, aliumwaga suku, hapana. Ukishaokoka umekuwa kiumbe kipya. Jambo kubwa mchungaji amesema kutuombea ya ufahamu. Watu, kwa sababu watu hawaelewi wao ni wakina nani, hawajui position yao katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ni rahisi shetani kuwatesa. Ni rahisi kuingiza magonjwa, ni rahisi kuteseka. Kwa hiyo inasababisha kwa sababu ya kutokuwa na ufahamu wa kiroho. Na ufahamu wa kiroho unakuja na discipline ya mambo mawili: maombi na neno la Mungu. Sio, unanielewa ninachoongea? Bwana asifiwe. Jamani, amina. Huko hamna tasa. Kwa sababu Mungu anasema katika nchi unayoiendea hakutakuwa na tasa. Leo utasa una ukili wewe. Ila mbinguni unajua hamna tasa. Jamani, amina. Pua kikuu wewe ndio unajua unacho, ila mbinguni unajua wewe mzima. Kwa hiyo Yesu alipokuwa amefufuka, maana yake alitutangazia uzima. Jamani, amina. Bila sema shetani kazi yake ni kuchinja, ni kuharibu, ni kuteketeza. Kazi yake ni kuambia ni mambo mabaya. Lakini Yesu alikuja ili tuwe na uzima, tuwe nao ili tuwe nao tele. Na uzima sio tu uzima wa roho, tunakuwa na uzima wa roho na uzima wa afya ya mwilini. Jamani, amina. Na sio tu uzima wa roho, hata afya ya uchumi, afya ya biashara, afya ya kiakili, maana Yesu alimaliza yote. Kwa hiyo vitu unaamua wewe uweje. Kwa sababu Yesu yupo hapo jamani. Mungu anasema kwenye Yoeli 2:28 ya kwamba nyakati za mwisho nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Anasema na utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko utukufu wa jamani wa kwanza. Wakina Mwonaji Kurora waliona kabisa, na tunasimulia kwamba viwete walitembea. Tunasikia labda kina Maskofu Emmanuel Lazaro anasema nikiwa kihubiri watu walikuwa wanaponywa, viziwi wanasikia, vipofu wanaona. Lakini miongoni mwetu hakuna aliyeona kipofu, hakuna aliyekuwa anatembea. Huu ndio saa yako ya kuona viziwi wanasikia, vipofu wanaona, na Mungu anasema wafufuliwa. Hii ndio saa yako, hii ndio saa yako. Maana Yesu alipokaburini, natangaza mchana wa leo ya kwamba hii ndio majira yetu ya kuona mambo makuu ya Bwana, ya kuona mkono wa Bwana, ya kuona neema ya Bwana, ya kuona nguvu ya Bwana zikitenda kazi ndani ya mwamini aliyeokoka. Jamani, amina. Alipokuja na mpango wakati akaenda nao mpaka Iringa, akakusanya kule maaskofu wote, akawapa mpango wakati huu, akawaambia Mungu ameniambia tutembee na huu mpango wakati. Watu waliposoma wakasema Bwana, hakika huu ni mpango gani tunatembea nao. Likapata kibali, mpango tule ukapelekwa kwenye baraza kuu, ambalo hapo tunazungumzia uangalizi na kamati zao, tunazungumzia maaskofu na kamati zao, na tunazungumzia zile idara zote za taifa na kamati zao, na maaskofu mkuu na kamati yake na vitengo mbalimbali. Walipokaa wakajadili, wakasema jamani, tunakuwa na mpango mkakati wa miaka 13 moto nini wa mwisho katika maeneo makuu mangapi? 5. Eneo la kwanza lazima tufanye wanafunzi. Ndio watu kujifunza Sunday hapa jamani, amina. Hiyo ni moja mpango kama hivi, ili watu waelewe habari ya uamsho. Lazima wafundishwe habari ya moto wa uamsho, waelewe kwamba kwa nini tunataka moto. Maana Yeremia alisema sitamtaja Bwana, sisemi kama za moto ukawaka ndani yake akashinda kujizuia. Leo nataka huo moto tuone kwamba watu sema niko tayari kufa kwa ajili ya Yesu, niko tayari kupotelea popote, lakini Yesu atukuzwe. Ule moto wa Mtakatifu ule kanisa ndio unaohitajika jamani, amina. Eneo la pili ambalo nataka tutekeleze ni eneo la agizo kuu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunasema miaka 13 moto wa uamsho? Tunataka
tufanye uinjilisti ufike kila kona ya dunia. Maana yeye anasema kwamba kabla ya ule mwisho ujaja, injili itahubiriwa kwa mataifa yote kuwa ushuhuda. Jamani, amina. Kwa hiyo ushuhuda lazima injili ihubiriwe. Kwa hiyo tunataka moto wa injilisti ili tuzalishe wainjilisti kutoka wainjilisti Bukujelo wafike wainjilisti 4,000 waende wakahubiri kila kona ya dunia, wakapoza wagonjwa, wakafufue wafu, wakafanye watu wasikie, watu wamjue Yesu, wamwamini Mungu, waokoke, wabatizwe, waingie kwenye uzima wa Bwana wa majeshi. Hao wainjilisti wanaonekanaje? Ndio kwenye moto wa uamsho. Leo wanainuka wainjilisti katika jina la Bwana Mungu wa majeshi. Eneo la tatu wakasema ni eneo la uchumi. Lazima tuwe na uchumi imara. Kwa maana kanisa letu linafundisha linafundisha uchumi. Kwa nini? Kwa sababu tunapotaka uamsho lazima tuwe na content. Umeiona hii ni sigara? Nimeitolea hii kwa sababu ndio bongo hapo. Sio? Bongo inatukubwa ni bubu. Sema bubu. Unanielewa eh? Wewe niambie, tunaposema moto wa uamsho, kwa nini mimi nimekuja nimepaa? Si nimekuja na huyo. Kuna chakula kimeshuka tu. Nguo unazovaa. Huko duniani quantum ni jambo la muhimu. Mwambie ndugu yako hela muhimu. Weka mipango ya hela. Yaani mwambie hela tamu. Hata kama usubuhi ununguniki. Sasa mimi hapo kama ninasema unungunika hawana hela. Shida tu hauna hela, upako nao, lakini hela hauna. Hela, mimi nakwambia hivi, yaani hela anapata mtani kwa taifa jamii. Chakua bora ndio tulia wewe. Kwani shingapi? Yaani wewe unataka baba baba nisamee sana baba, una hela. Unakuwa mpole. Kwa eneo la uchumi, kanisa liongezeke kiuchumi, unaelewa eh? Maana tunapozungumza tunakuzungumzia wewe. Wewe ukue kiuchumi. Wewe ukikua kiuchumi, TAG inakuwa nini jamani? Kiuchumi. Kuna nafanya ukiwa na hela, mambo yananyoka tu. Unaelewa? Unahitaji kuwa tamu. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Akasema sasa mimi nitatoa keshi. Leo nitatoa tu hiki lakini nitachangia tena. Keshi yako nitatoa milioni 100. Wajamaa pale akaangalia, mimi nimetoa nini? Wanauliza, mimi nimetoa ngombe hadi milioni 5. Mimi milioni 5 yeye. Yaani kasahau baada ya mtu kutaja milioni ngapi? Milioni 100. Mwambie jina lako utafuta hela. Mwambie hela muhimu. Tunahitaji uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, amina. Yaani ili tufike Besaida, sio hivyo? Tufike Galilaya, inahitajika pesa. Jamani, amina. Ili tuitilie upio, tufungue makanisa, watu waokoke, ambapo tujenge kanisa kubwa, watu 5,000 waingie hapa. Inahitajika nini jamani? Hela. Maombi mengi, mifungo mingi, lakini maombi na hela katika jina la Yesu. Jamani, amina. Eneo la 4, ibada. Mwanadamu ameumba kufanya ibada. Lazima aabudu. Ndio maana mwanadamu asipomwabudu Mungu aliye hai ataabudu taifa. Kwa sababu mwanadamu ameumbiwa ibada. Yeye akikaa ameumbiwa kufanya ibada. Ndio maana watu wengine wanaabudu miti. Kwa sababu ndani yake kuna hali ya kuabudu, kuna ibada. Tunataka uamsho unapokuja jambo tatu, turejeshe ibada zenye nguvu. Sio ibada zile ambazo zinafanyika mnaona. Baba watu wameondoka. Ibada ambayo mtu akija kanisani anasema kweli leo nimeingia church. Jamani, amina. Kweli leo nimekutana na neno la Bwana. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Leo kweli wana praise wa mimba. Leo kweli Mungu amenihudumia. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Lakini sio kusema mimi pale pale. Wana praise wana upako. Wakati mwingine wewe ndio una upako. Wakati mwingine wewe umechoka, umetoka shambani saa 2. Umeangalia tamthilia mpaka saa 4. Yaani hapo umeenda kulala unaota ndoto za shambani na hapa tukumuolea. Unataka uje kanisani hapa ukutane na Mungu, inatokea vipi? Maandalio ya moyo ya nani jamani? Ni ya mwanadamu. Alafu jambo la nani? Kwa Bwana. Kwa hiyo wewe unaandaa mambo yako. Yaani kama unaenda kanisani unamwambia Bwana, hii sadaka yako na moyo wangu na uandaa.
nikakutane na wewe. Kama kuna vitu vinaambiwa, Bwana Yesu asifiwe. Eneo la 4 ni nini jamani? Ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuna ibada, tuna agizo kuu, tuna nini? Tuna uchumi na nini jamani? Na wanafunzi. Lakini eneo la 5 ni eneo la jamii. Yaani tunataka jamii tuifikie jamii kwa kujenga, yaani kwamba tunajenga hospitali, unaelewa? Tunajenga shule, tunajenga vyuo. Jamii inapokuja kwetu tunawahubiria wanaokoka. Sio, unaelewa? Bwana asifiwe. Jamani, amina. Kwa hiyo sasa kutoka 2020 mpaka kufikia 2033 tutakuwa tunatekeleza mpango mkakati. Tunahitaji makanisa nafikiri yasiyopungua kama 40,000. Tunahitaji wainjilisti wafike 4,000. Tunahitaji makanisa yafike kama 10,000. Wachungaji wao kama 40,000, makanisa 40,000, wachungaji wao 10,000, unanielewa? Alafu huko tutazalisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tupate wainjilisti 4,000 kupitia mwaka waongezeke. Sio, unanielewa? Makanisa yaongezeke. Sasa hivi tuna makanisa ambayo hayafiki, yani kama sio 12,000 kitu kama hiko. Yaani ndani yake ni 12,000. Sasa kutoka 12,000 tufike mpaka ngapi? 40,000. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndio maana kuna vio vya kupanda nini jamani? Makanisa. Lengo tuzalishe wachungaji. Mpaka kufikia miaka 2033 tuwe na wachungaji wasiopungua wengi sana, ambao kanisa litaenea Tanzania na nje ya Tanzania. Wamisionari waongezeke, washirika kutoka milioni 2 au milioni 1.5 tufike mpaka milioni 9. Jamani, amina. Kwa hiyo huo ndio mpango mkakati, na kutia wito kwamba na wewe ukawe mmoja wa watu ambao wanasababisha watu mbinguni katika jina la Yesu. Na wao kusimama kwa Yesu useme, nimemleta mama, nimemleta baba, nimemleta kijana. Huyu kijana yuko hapa ili nishuhudie mimi hapa katika watu wale milioni 9, na wao walete watu kwa Yesu, na wao wanaenda kashuhudie, na wao wanaenda kahubiri, kawalete watu waone kwa Yesu. Anzia nyumbani kwako, nenda Samaria, nenda Yudea, nenda mwisho wa nchi, waambie Yesu anakuja. Twende Kanaani, tuingie kwenye safina, ile safina ya Mzeno. Mlango umeshafunguka, safina iko tayari. Twende mama. Yule mtu anasema mambo siku ile Yesu anasema, wanangu wapema mtumwa wema. Waniletea huyu mtu ambaye nitakiwa apotee, lakini mwamubiria injili. Leo amenichua mimi hapa, utapokea taji ya uzima. Nenda kashuhudie kwenye kazi yako, kashuhudie pale kijiweni kwako, kashuhudie pale shuleni kwako, kashuhudie pale mtaani kwako, kashuhudie pale kwenye biashara kazi. Nenda kawaambie habari za Yesu ya kwamba hii ni miaka 13 ya moto wa mwisho, ni mwaka wa injili, ni miaka ya kutangaza ufalme wa Bwana, neema ya Bwana, ya kwamba neema ya Bwana iokoayo wanadamu wote imekuja kufunuliwa, na ifunuliwe leo, na imekuja kufunuliwa, imekuja kufunuliwa, na neema hiyo ni Yesu. Haleluya. Lakini hapo ndipo tunapojiandaa kwa ajili ya unyakuo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunapotaka uamsho, moja jambo kubwa la uamsho ni kuliandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo. Kwa sababu Roho Mtakatifu anaposhuka analitakasa kanisa. Sijui unanielewa? Tunapokumbuka Pasaka, maana yake sisi tumehamishwa, sio tena wa duniani. Kuna muda unakuja tutaondoka katika dunia hii. Asikosekane mtu mwenye raha ya milele. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Bwana tupe neema ya kuonana pale mawinguni. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Mimi sianza kuhubiri ujumbe, nakupa tu dondoo muhimu. Sijui unanielewa? Nikihubiri ndio video chache sana. Bwana asifiwe. Tunataka vijana wenye nguvu za Mungu. Tunataka wainjilisti wenye nguvu za Mungu. Tunataka watu waombaji kweli kweli. Uamsho unapokuja, uamsho unapokuja, mambo mengi yanafunuliwa. Mambo mengi yanafunuliwa. Wachawi tutawajua, wazinzi tutawajua, walevi wanakunywa pombe, analewa kijana sana safi, tutajua tu. Uamsho ukija manake unachuja. Huu ni wakati wa mchujo.
Roho Mtakatifu analitengeneza kanisa. Na mimi nasema uhamisho unapotokea na wewe uwe mmoja wapo. Na mimi niwe mmoja wapo. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi sitaki kuelezea kama kanisa wangapi, ila nikuelezea tuko watu karibia milioni 1.8. Tuelekea tukishatoka hapo mpaka kufika 2033 tutafika milioni ngapi? Milioni 9. Sasa uwe mmoja wa watu utakaoleta watu kufanikisha milioni 9. Mimi hapa nasemea serikali ya mbinguni na zehebu lako la TAG. Sio, unanielewa? Bwana asifiwe. Kwa hiyo mtu bwana masuala ya TAG mtu asichanganye kabisa. Mimi kama TAG kama kupiga maji bendera. Sio, unanielewa? Yaani TAG usiniambie kitu kabisa. Bwana asifiwe. Na TAG ile nakwambia Mungu ameniweka TAG kwa makusudi. TAG bwana, ukishangaa TAG ukishakuwa Mungu umeamua wewe. TAG bwana, yani kwa kweli askofu mkuu Mungu ambariki. Yaani mafundisho yake, jamani, amina. Ukimchukua mtu wa TAG ukampeleka kwa kanisa kila kiroho, wanaweza kumpa askofu. Sisi kila tukienda hiyo. Lakini sisi wengine tumekaa chini ya wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niwaambie siri. Mimi mwenyewe nimekaa sana na babangu. Mchungaji wangu nimekaa naye, nilikuwa nakaa naye sana karibu. Sio, unanielewa? Sasa mimi mzee wangu alikuwa ni mwinjilisti. Piga sana injili. Siku moja kuna mzee mmoja alikuwa kuna mchungaji mmoja anaitwa Dafi. Pale Morogoro kana amekuja kuhubiri injili kanisa la NKCC. Pale kama ambaye kwa askofu Ngilisi. Sasa kati na ubiri kutoka kwa tu ile 2011 akanahubiri Yesu ni nani. Mimi nikaandika ule ujumbe nikasema na mimi Jumatano naenda kuhubiri Yesu. Nikamwambia mchungaji naomba nipige Jumatano. Mchungaji kaniambia nina ujumbe. Yaani wewe unajua ukishakuwa ndani yangu kuna kitu utulie. Jamani, amina. Akanipa bwana Jumatano mwinjilisti. Jamani leo mwinjilisti. Kama sasa ndio mwinjilisti. Mwanangu Edgar amesema kukaribisha mgeni. Nikaribisha pale akasema Bwana asifiwe. Amina. Jamani, mimi leo nashukuru Bwana niko hapa. Tunajua hata tujinga magari ya kwanza. Sasa jamani, mimi na ujumbe. Yesu ni nani? Leo utajua Yesu ni nani. Nikapiga pale nikasoma andiko langu la Mathayo 16, wanasema Yesu ni nani kwa wengine huko. Nikapiga lile bongo pale, piga. Nikamwona maiki ya kamba ile maiki. Yaani nikaona maiki yani inachanganya inanichelewesha. Nikaondoka naye maiki. Wakataka huyu tena anakuwa mwanadamu viongo. Sasa baada ya kuhubiri nikatoka pale. Mzee akaja mbele. Akasema jamani, nimemwona mtumishi wa Mungu atulia. Sasa jamani, akamsimamisha mzee mmoja kanisa. Bwana wewe, huyu unamwona? Huyu mwinjilisti umechukua huduma yako tangu tare. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Kuna siri ya kukaa karibu na baba yako kiroho. Usiwe mbali. Nenda kamtembelee, nenda kaongee naye. Na usiende mikono mitupu kwa Bwana wako. Sio tabia nzuri. Kama tu Lutu imeandikwa usiende kwa mkeo mikono mitupu. Umeelewa? Biblia inaandika. Yaani kwa mkwe wako usiende mikono, toa hela au katoe kitu kuku, usiende mikono kwa mkwe. Kwa hata kwa mchungaji usiende mikono mitupu. Mchungaji na upiga naye story. Maneno anayoongea ni neema kwako, ni roho. Yanazalisha kitu ndani yako. Unaweza kujikuta na wewe sasa alivyonapo mchungaji vinakuwa ndani yako. Alivyo baba ndivyo alivyo mwana. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Kwa hiyo mimi unaoniona hapa ni matokeo ya baba wa kiroho pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, amina. Kwa sababu sikila kaniombea ndipo unaponiona hapa. Mungu amenisaidia. Sasa fungua kitabu. Hapo ni wanakupa tu story fulani.
utotoni nilipozaliwa, hakunaye awezaye kusimulia. Mbona sikupigwa na mtu wala kuumizwa? Mbona sijui